Fedha si tatizo la mshahara mdogo pekee. Fedha ni kioo cha maamuzi yako, mtazamo wako na nidhamu yako ya kila siku. Hilo ndilo fundisho kuu linalobebwa kwenye The 48 Laws of Money. Viktor Frankl anatukumbusha ukweli ambao jamii mara nyingi hupuuza. Fedha hufuata sheria, sio hisia. Na yeyote anayeishi bila kuzifahamu sheria hizi hujikuta akifanya kazi maisha yake yote kwa ajili ya pesa na sio pesa kumfanyia kazi yeye. Katika maisha ya kawaida, tunaona watu wengi wanapata pesa nyingi lakini wanazipoteza haraka. Wengine hawapati pesa nyingi lakini wanajenga uthabiti wa kifedha polepole. Tofauti haipo kwenye bahati, ipo kwenye ufahamu wa sheria. Carl anasisitiza kuwa pesa inapenda nidhamu kuliko tamaa. Watu wengi wanapenda pesa lakini hawataki tabia zinazozalisha pesa. Wanataka matokeo ya mwisho bila kuvumilia mchakato wa katikati. Anasema kwa msisitizo, money is attracted to clarity, discipline and patience. Katika jamii yetu, wengi wanachanganya matumizi na mafanikio. Gari jipya linachukuliwa kama ushindi. Simu mpya inachukuliwa kama uthibitisho wa maendeleo. Lakini The 48 Laws of Money kinatuonya, usioneshe pesa kabla haijakomaa. Fedha inahitaji muda wa kukua kama mbegu ardhini. Ukichimba kila siku kuangalia imefika wapi, haitamea. Katika uhalisia wa kila siku, moja ya sheria nzito sana ni hii: usiweke pesa mahali akili yako haielewi. Watu wengi wanapoteza pesa kwa sababu wanatafuta hype, sio maarifa. Wanaiga bila kuelewa. Carl anaeleza kuwa pesa inapotea haraka mikononi mwa mtu anayekimbilia shortcuts, lakini huongezeka mikononi mwa mtu anayeheshimu taratibu. Kama Warren Buffett alivyonukuliwa akisema, "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient." Na hilo linahusu maisha yote ya kifedha, sio soko la hisa pekee. Kitabu hiki kinatukumbusha pia kuwa kipato kikubwa bila nidhamu ni hatari. Ni kama maji mengi bila mtungi. Ndio maana baadhi ya watu wakipata pesa nyingi ghafla huporomoka zaidi. Sheria nyingine nzito sana ni hii: linda mtaji wako kuliko faida yako. Faida huja na kuondoka, lakini mtaji ukipotea, safari yako imeishia hapo. Katika maisha ya kila siku, hili lina maana kubwa sana ya kuepuka mikopo ya kihisia, matumizi ya kuonyesha au matumizi ya haraka yanayotokana na shinikizo la kijamii. Viktor Frankl anatuonyesha kuwa pesa ni mtihani wa tabia kabla haijawa zawadi ya juhudi. Inapima uvumilivu wako, inapima uwezo wako wa kuchelewesha starehe, inapima ujasiri wako wa kusema hapana leo kwa ajili ya ndio ya kesho. Anasema, wealth is built quietly but poverty is loud. Katika jamii yetu, kelele nyingi za mafanikio zinawapotosha wengi, lakini The 48 Laws of Money kinatuambia wazi, fedha ya kweli haipigi kelele, inajengwa kwa misingi. Mwisho wa yote, hiki si kitabu cha kuwa tajiri haraka. Ni kitabu cha kuwa thabiti kifedha kwa muda mrefu. Ni mwongozo wa kuishi kwa uelewa, sio pupa. Ni somo la kuchagua nidhamu badala ya anasa za muda mfupi. Kwa sababu pesa si adui yako, lakini ukikosa heshima, pesa inaweza kuwa mtihani wako mkubwa zaidi. Na sheria ya mwisho kabisa ni hii: heshimu pesa, nayo itakuheshimu.